Mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Niseme asante kwa wewe ambaye tayari umesha-subscribe, ila kama ni miongoni mwa watu ambao hawaja-subscribe, nikwambie tu ya kwamba kuna vitu vingi sana vinakupita. Kuna exclusive za maana zinakupita. Moja kati ya tukio ambalo limezua gumzo kunako mitandao ya kijamii ni kuhusiana na harusi ambayo imegharimu zaidi ya shilingi milioni 20, lakini maharusi hawajatokea. Kama bado hujatazama hiyo video, nimeshapost kuna mtandao wangu wa YouTube kwenye channel Nyundo TV, Instagram nimepost sambamba na TikTok, mitandao yote actually ya Nyundo TV nimepost. Sababu ni nini ambayo imepelekea maharusi yasitokee mimi sifahamu, na jitihada za dhati kabisa nazifanya kuweza kuwatafuta maharusi hao, kwa maana kwamba nimtafute muolewaji sambamba na muoaji atuambie sababu ipi ambayo imewafanya wao wasiweze kufika ukumbini. Nikukumbushe tu ya kwamba tulikula binafsi nitoepo. Kila mtu alilipwa, mtu wa kamera alilipwa, mtu wa ukumbi alilipwa, mtu wa mapambo alilipwa. Hakuna ambaye hakulipwa. Zaidi ya milioni 20 ilikatika, lakini maharusi hawakutokea ukumbini. Tulishazungumza na mzazi ambaye ni mama wa mwanamke, amezungumza ya kwake. Lakini nikitazama jambo hili naona kama kuna vitu ambavyo vimetokea ambavyo sio sahihi. Kwa sababu tutafute miongoni mwa watu ambao wanafahamu mambo mengi sana kwenye masuala mazima ya mauzauza, kwenye masuala mazima ya dini, kwenye masuala mazima ya ushirikina. Anaitwa Sheikh Mwaipopo. Azungumza naye atuambie binafsi hiki ambacho kimetokea, hiki ambacho kinafahamu huenda ikawa ndio chanzo cha haya yote ambayo yametokea. Sheikh, salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na bila shaka umefahamu ama nimekuonyesha kile ambacho kimetokea siku mbili zilizopita. Palikuwa na harusi ambayo gharimu zaidi ya milioni 20. Lakini maharusi hawakufika ukumbini. Watu walikula, walikunywa. Nafahamu wewe ni mtu ambaye anafahamu vitu vingi sana kuanzia kwenye masuala mazima ya dini, kwenye masuala mazima ya tiba. Walau tuambie kwa upande wako unahisi kipi huenda ikawa ni chanzo ambacho kimepelekea mpaka kuhairishwa kwa harusi hii. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza nishukuru Mwenyezi Mungu na nishukuru wewe binafsi kwa kulifuatilia jambo hili kwa mujibu wa Qur'an na Sunna. Sheikh, kwanza nataka watu wajue uchawi upo na wachawi wapo na ushirikina upo. Mungu kavieleza ndani ya Qur'an na ndani ya Injili na Torati na Zaburi. Na pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ficheni uchumba, tangazeni ndoa. Kwa nini Mtume asema ndoa? Ina maana alijua kwamba vimacho, vijicho wapo. Na nikwambia mtangazaji, hakuna mtu anayependa wewe upate, ila ni mzazi wako, baba yako na mama yako tu. Hata kaka yako mmoja anaweza kuwataka upate. Anaumia. Kwa jinsi ulivyoiona ndoa, ulivyochunguza ndoa, tayari ndio kumeshafanywa hasadi, imehusudiwa. Imefanywa ushirikina. Yes. Mama mzazi alimwaga machozi. Ambayo alikuwa anaonyesha kwamba na mwenyewe ameumizwa kwenye kile kitu. Bila shaka umeona. Sio lazima umie, hata mimi naumia binafsi. Hata mimi naumia sana na watoto. Kitendo kile kitendo cha kishetani. Ina maana wale watu wamelengwa, yaani iko wazi, wala hitaji kwa sababu kuoa au kuolewa kabla haijafanya chochote kupeleka posa. Lazima mtoto wa kike aulizwe, mwanangu umemkubali kijana? Kijana, wewe ni mwanangu wa kiume, unakwenda hapo, umemkubali wewe ndio? Mmekubaliana sawa sawa, tunaleta posa. Sasa pale tunaleta posa, tunawahoji muolewaji na muolewaji, baba wa mzazi na mdogo. Sasa zote tunahoji, hamjakataa. Nje msimamishe ndoa siku ya tukio. Karibuni milioni 20. Hiyo milioni 20 kama mngeacha kufanya usumbufu, singekuwa naweza kuendesha maisha ya wazazi wenu. Kwa hiyo hii sio bure, ni mkono wa mtu. Ni mkono wa mtu. Nilijaribu kuuliza mama pale na alikiri kwamba ni ndoa takriban 4. Ndoa ya kwanza yeye alifariki mtu kwa upande wa mwanamume, ndoa ya pili mwanamke alifiwa na shangazi yake, ndoa ya tatu sikumbuki kuna nini, lakini ndoa ya 4 ndio ile ndio ile ambayo maharusi hawakufika ukumbini. Na nifahamu hapa hiki ambacho kimepelekea kwamba wanapanga hivi nini hasa? Ngoja nikwambie Sheikh, msomi yeyote wa dini, wale ambao wanajitahidi kusoma masuala ya kishirikina ya sihiri, kuna jini mmoja anaitwa jini ashk, Waarabu wanaita hivyo. Sisi huku tumemzoea jini mahaba. Jini yule ukiwa naye wewe mwanaume au mwanamke, wallahi billahi hawezi kuolewa wala kuoa. Mwewe mchangani atafanya anaweza kufanya. Ila mwanadamu anaweza kumsababishia kifo, anaweza kuleta tatizo lolote, anaweza kuleta kufilisika kwa pesa. Yeye vyote anafanya ujini. Kwa hiyo wazi huyu binti anayejini huyo hawezi kuolewa, ambaye ni biharusi. Apambane sasa
atafute mashehe wamfanyie visomo vya kisheria, sio ushirikina. Kwa sababu watu wanafikiri ushirikina unaweza kutoa ushirikina. Ushirikina hauwezi kutoa ushirikina kwa sababu wote ni madhara katika dini. Atafute watu wenye kujua visomo vya kisheria na tiba za kisheria. Hata dawa tu za kisheria. Sio kila kisomo pekee yake. Hata dawa za kisheria zitamsaidia. Kwa mfano kama wewe unapata bahati ya huyu mwanamke ambaye umesema unakuwa na shida kama hii. Anakutafuta anasema Sheikh Popo walau una kitu ambacho unaweza kumsaidia. Unaweza kumsaidiaje mtu kama huyo? Mimi Sheikh, ngoja nikuonyeshe sisi tunafanya tiba hapa kwetu. Sisi hatuna tunguli wala ilizi. Kwa sababu ukifanya hivyo na maana unakaribisha ushetani na ushirikina. Sisi tunatumia mafuta haya. Na juzi alikuja mama mmoja hapa kutoka Mombasa. Katoka Mombasa Kenya. Kaja nimemchomoa jini hapa. Nitakuonesha hiyo picha kama ipo kwa kijana wangu. Tumemtoa jini hapa. Yule mama alikuwa hana kama hivyo. Tumetumia mafuta haya. Haya ni mafuta ya zaituni. Unajua kuna zaituni na kuna olive oil. Olive oil inatoka Spain na Italy na iko kwenye supermarket, madukani, Kariakoo. Hii ni zaituni pia inatoka wapi? Palestina. Mafuta haya Mungu akikujalia ukiyapaka asubuhi na jioni, wallahi hakuna mtu anaweza kukuloga. Wala hata bila kusoma Qur'ani, mafuta pekee yake. Kwa hiyo maana kama atapata bahati apate kutumia mafuta haya. Mafuta haya anapaka asubuhi ni mafuta ya nuru. Sababu Mungu ametaja ndani ya Qur'ani katika surati Nur, sura 24 aya 35. Mungu anasema ni nuru juu ya nuru. Ameyatumia Mungu kuleta mafuta haya ni nuru. Kwa mafuta haya kama mtu ana uchawi na jini. Na dalili za uchawi au jini huo Sheikh labda nikueleze hii. Hata wewe kuna yoyote yule mtu ajue. Ukishakuwa na ile jini au kuwa na uchawi utajijuaje? Dalili ya kwanza ni kuota usiku unafanya tendo la ndoa. Unaingiliwa. Dalili ya pili ni kuwa na mikosi. Kila unapopanga kuoa au kuolewa ndoa haitimii. Dalili ya tatu ni kuchukiwa na watu. Dalili ya nne ni kutafuta pesa uipate. Dalili ya tano ni kupata pesa lakini bila kukwenda. Dalili ya sita ni maumivu makali sana ya kichwa na miguu kuwa inawaka moto. Dalili ya nane kusikia vitu vinacheza tumboni. Dalili ya tisa ni kupungua nuru ya macho kama hauna sukari na pressure. Dalili nyingine ni kuota usiku na rushwa chakula. Dalili nyingine ni kushindwa kufanya tendo la ndoa wewe na mkeo. Ukitaka kufanya kushiriki tendo la ndoa, mwanamke anakuambia sina hisia au mwanaume nguvu za kiume sina kucha. Sasa watu wengi wanao tatizo, badala ya kujitibu, mtu anaenda kununua Viagra na kunywa anajiumiza. Kwa hiyo sababu ni nini mnakosa nguvu za kiume? Kwa hiyo uchawi uko. Na dalili nyingine mtu akikaa anasikia kama siafu vile au wadudu wanatembea mwilini. Sheikh, hii ni dalili kwa uchache ya mtu aliyeathiriwa na uchawi au na shetani. Sasa kama unaweza hizo dalili, mimi naomba tu namba zetu ziko hapo kwenye simu yako, zinapita kwenye screen yako, au namba zetu za simu ni 0756 36 1906. Hii namba kupigia muda wote, na bahati nzuri hapa mafuta tunatuma mpaka Ulaya. Hivi jana kuna watu wanatumia Omani, natumia Uingereza, Marekani na watu wanamtisha sukari. Sasa hivi hapa kanipigia bado hapa. Wallahi, ndio ndio kama mfungua tigi pesa. Sasa hivi wakati mimi naingia. Hii hapa pesa yangu. Hata nikimpigia naweza kumsikia anavyosema. Hii hapa namba yake. Yule dada alikuja hapa, alikuwa anatuma pesa. Watu wasogee kwenye ofisi yake. Alikuwa ni ngozi na mwenyewe. Nikamwambia chukua mafuta. Akachukua mafuta chupa 3 hapo, chupa 4. Moja kajipaka, moja kaika dukani na nyingine kampaka mwanae. Kanipigia hapa sasa hivi anasema kaka, mambo yangu yote yameenda safi. Namshukuru Mungu. Sasa Sheikh Popo, wewe kwa jina lako na vile ambavyo umekuwa kuhudumu kwenye masuala haya ya tiba, huenda mtu akawa anaogopa kukufuata ama huenda mtu akawa anawaza kwamba haya mafuta huenda akawa ni pesa nyingi sana, mamilioni ya pesa. Kwa uchache sasa unaweza kuwaambia kwamba kama yake pote mtu anaweza kaafodi kwa yule ambaye mtu kipato cha chini. Kwanza nikwambie brother, hizi tiba za kisheria usifanye gharama hivyo. Kwa sababu mtu mpaka anafikiwa na hayo madudu, huyo mtu ni maskini. Yaani ukishaingia na uchawi au na shetani, wewe hela huwezi kukaa nayo. Sasa kama ukukaa na hela, mimi naweza kumwambia leta hela za hivyo, lakini gharama ipo. Chupa kama hii ni shilingi 20,000. Hii ni original shilingi 20,000 ya Tanzania. Ukiwa Uingereza au ukiwa Omani, bei hiyo basi lazima nakubadilisha kwa sababu huyu yuko Omani, yuko Uingereza, shilingi 20,000. Lakini naomba sasa watu wasikilize. Kuna mtu anaweza kuwa na masuala ya uchawi, kaathirika na uchawi, akatumia chupa hii moja tu akapona. Na kuna mtu anaweza akatumia chupa hizi mpaka 5. Inategemea. Na ndio maana wao wanapenda kuambia bongo wangu hivi, unapopigia simu usiulize bei ya mafuta. Niambie kinachokusumbua. Alafu kisha niambie mimi nitakwambia kwa tatizo hilo tumia chupa 2, chupa 5, chupa 1.
ili mtu ajue. Kwa chupa hii moja ni shilingi 20,000. Na kuna wanawake ndugu mtangazaji hawazai. Na hizi chupa tunatumia kwa BHL kama nje ya nchi. Ndani ya nchi mikoani tunatumia kwa magari. Kwa mtu asiulize nitapataje? Utapataje ni 20,000 yako tu. Unalipia hela ya kutuma, unatumia 20,000 yetu, tunakutumia. Na unaweza ukapona kwa chupa mbili hizi. Kuna watu wanaweza kununua mpaka ng'ombe, mbuzi kwa waganga. Achana na hayo mambo. Yanakuchelewesha, uchawi huo. Uweze kutoa uchawi kwa kutumia uchawi. Tukiachana na chupa, mara nyingi tumezoea kuona kwenye mitandao, lakini mtu afahamu kwamba huyu Shemepepo mimi nitampataje, hasa ofisi yake ipo wapi, na mbali na haya masuala ya mafuta ya mzeituni, vipi ambavyo mara nyingi unadili navyo kwa yule ambaye labda ana shida mbadala wa hivi ambavyo umevisema, unadili na nini hasa, na ofisi yako ipo wapi, mtu kama anataka aje basi na kupigia simu? Nikushukuru mtangazaji. Bwana Sheikh Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema maradhi yote yana tiba kasoro uzee na mauti. Hivyo unaweza kutibika. Sisi hapa Sheikh tunadili na mambo yafuatayo. Mtu yeyote mwenye ugonjwa wa kisukari tunamtibu kabisa na inapona kabisa. Na dawa zetu sisi za sukari ni hizi. Hizi dawa unaweza kutumia box 3 mpaka 4 mpaka 5. Sasa ndio maana hii siwezi kutoa gharama yake. Mtu wallahi anapona kabisa. Hii inakwenda kutibu dawa ambayo kutumia dawa. Wewe. Kama bwana mmoja alikuwa ametoka Uingereza amekuja hapa nimelipa kapona. Kuna mtu mmoja yuko Zanzibar. Kamwambia yeye na mtoto wake kifafa kapona. Kwa hiyo tiba zetu mtu anapona. Na hizi dawa sio tunachimba huko sisi. Ni miti ya Afrika. Tunashare sisi wa China, Malaysia, Waturuki, na ni watu wenye taaluma ya tiba kweli. Na watu wanapona maulcers. Tunatibu sukari, presha, tunamtibu mtu vidonda vya tumbo, uvimbe wa tumboni, tunamtibu sisi mtu